On Instagram kuna settings ambazo zinawekwa karibia every single day, and mimi nipo hapo kuonyesha how to navigate them, all the secret settings ambazo unazionaga but you never realize they are there. Kuna sehemu unaweza kufanya kama mtoto wako mdogo anataka kuingia Instagram, unaweza kaangalia anafanya nini kwenye Instagram. Kuna setting ambayo unaweza kaweka ya kujua content yako inafanya vizuri kiasi gani. Kuna settings ambazo unaweza kaangalia how many times ama how many hours unatumia kwa Instagram, just kujua in a week umeingia Instagram mara ngapi. Kuna setting ambayo unaweza kaangalia wiki nzima umelike, umecomment, umeshare, umesave picha gani or video gani. You get? So all those settings ninaenda kuonyesha today through my phone. Okay, tumeshaichaji, tumeshaiweka iko prepared, and this video ni kwa wale wafanyabiashara, content creators. Hata I think there functions ama settings ambazo zipo only to professional accounts. So if hapa mostly naongelea professional accounts, but if you see these settings also in your personal account, that's a double good. So yeah, but this is mainly for professional accounts on Instagram. So yeah, let's get to that. But before we do that, please subscribe and like this video because it's a lot of value that I'm going to spill here. Now, let's help each other out. You help me because I'm nafanya this for free. So help me like it and subscribe. Alafu mimi, I will help you guys to learn new things every single Friday. So yeah, the first things tunaenda na kufundisha leo ni jinsi ya kusoma insights. So this is a content creator account. So kama ni content creator, this is how you do it. You go hapo kwenye hamburger menu. Hata business account, unaenda kwenye hamburger menu and then unaenda kwenye insights. Ukibonyeza insights, itakupeleka sehemu ambapo ndo utaona sasa content yako inafanyaje. For example, ukienda kwenye account reached, account reached inamaanisha content yako imefikia watu ngapi. Hawajafanya chochote, just kuwafikia, wameona, wamescroll, wakaiona account. So hapa ndo utaweza ona. For example, kwenye by content type kuna followers, kwa hiyo unaweza kuweka followers, ukaangalia watu asilimia ngapi watu wamekufollow kwenye content yako. Na I mean wamesio kufollow but watu ambao wamekufollow wameona content yako, na followers unaweza ukaona hapa 82 ni account 82 zimefikia content yangu. So account za watu, yani watu 82 wameona content yangu in 30 days. And this is because nilikuwa sifanyi a lot of posting. So that's how you can do it. By top content utaona see all, ukianza see all utaangalia every content imefikia watu ngapi. So here is the you ndo the most reached content, kwa kuna 48 people, 40, 39 vitu kama hivyo. So that's the rich part. Kwenye engage ni watu ambao wamelike, wamefollow, wamecomment, wameshare, all that. So hapo unaweza ukaona everyone alichokifanya in the 30 days. Unaweza ukabadilisha ukaona hata for 40 days, 60 days, this week hivyo. Unaweza ukafanya settings zako ukaangalia. Ukimaliza hapo unaenda kwenye followers. Followers mimi sina na 92, kwa a lot of followers hawaonekani. But ningekuwa na more than 100 followers, ningeona men, how many men are following me, how many girls are following me, the age, what time to post, vitu kama hivyo. And then ukiscroll chini kuna trending audio. Hizi ni audio ambazo ndo trending sasa hivi, unaweza kuzitumia. What you do is just save, and then sasa unataka kupost you use them. And then kuna inspiration. Hapa ni sehemu unaweza kupata people who are posting, content creators as you, accounts za content creators wanachokifanya just to get inspiration from them. And then kuna branded content. Hizi ni content ambazo ziko branded, like kama mimi ningekuwa na brand na mtu zingekutokea somewhere hapa. So hapo ni jinsi ya kuangalia analytics zako, insights. So now let's say you want to edit your profile, the name, the username, the bio, kuweka phone number, vitu kama hivyo. So unaweza edit profile. Ukishabonyeza edit profile, ukishuka chini kuna sehemu kuna page. Page ni Facebook page yako, so you connect with your Facebook page. For me it's Esophat Kamugisha, iko kwenye my Facebook page, nimeshatengeneza. I'll create a video of how you can create a Facebook page on Facebook. So stay tuned. And then kwenye category kuna educational category, ambayo educational category ndo like category ya biashara yako. Kama uelewe kuhusu category, please go and watch a video nimeshaitoa, iko somewhere hapa, nitaika go watch it, and iko down in the comments, nitaika link, go watch it, utaelewa zaidi what I'm trying to say. And then kwenye contact options kuna sehemu unaweka your business information, ambapo mtu atabonyeza and then utapigiwa simu ama utaemailiwa. So hapa ni very crucial guys, kwa sababu a lot of people they don't put their contacts and then they be like nipigie hapa kwenye bio. People can't do that. It's so much work. Zaidi ya uweke kwenye contact. Ukiweka kwenye contacts, let me show you. So ukiweka kwenye contacts information yako, ukibonyeza, mtu akibonyeza hii contact, akibonyeza hapa kwenye phone number, mimi sijaweka kwa sababu mimi sitaki mtu anipigie, but mtu akibonyeza call inampeleka straight kwenye phone number. Kwa anakupigia hapo. Zaidi ya mtu paka aandike sehemu afu ndo akupigie. Too much work. So make sure you put your phone number there, and then email, kama unataka kuweka email unaweka. Kwenye profile display
hapa ni content category yako. Kama unataka category yako ionekane cool, unaweza kuweka category on. Mimi sijaweka on. Music ni music ya account yako. Doesn't mean ni yako hiyo music, ni music ambayo you like or inaendana na account yako. Inaanza kunyesha muda mrefu. Inaendana na account yako and you want to like make people see it or something or listen to it. So yeah, ukitaka kubadilisha name hapo, unaweka kwenye name, unabonyeza and then unabadilisha name, then unabonyeza nani tick. Kwenye name na bio nimetengeneza YouTube video, so go watch it please. Utaelewa zaidi about it. Right now tunaenda na time, so go watch it ili uelewe how to kujaza hizi sehemu and stuff. Kwenye links hapa ni sehemu unaweka link zote zako and then you mtu anaenda inakuwa kwenye bio yako, so mtu anabonyeza and then ana click link yako. So if it's a website, if it's a link tree ama whatever, it can be seen there. Okay, so now we are done with the editing of profile. Kwenye contact, as I said, make sure that you have your contacts. All right, now tunaenda kwenye settings sasa. Tunataka kuangalia activities ambazo mimi hapa nimekuwa nikiangalia. Please do not judge anything you see. Okay, so tunaenda kwenye activity. Nabonyeza your activity. Hapa ni every interaction ambayo you have been doing kwenye likes, comments, notes, tags, sticker response, reviews, everything, content you have shared, content reels, highlights, not interested, suggested content ambazo mimi sitaki, they are not interested to me. You get interested content, time spent kwenye Instagram, account history, research. Yani kama wewe ni social media manager and your boss is very strict, unaenda tu nampea hapa ili muonyeshe kwamba yes you've been doing engagement ili aone. But anyways, so ukibonyeza likes ni every content ambayo you've ever liked itakuwa hapa. So you can just scroll and see kama ulikuwa na like picture alafu you've seen nimeipoteza, you want to go back, you can just come here and see which post you've liked and go back to that post. Then kwenye comments, every comment you've ever commented on, you get. Kwenye notes, the same thing. Kwenye recently deleted ni everything that you've ever deleted on Instagram, kama umeshai post itakuwa hapa. Achieved ni every story that you've ever posted on your story itakuwepo hapa. So itakusaidia kuangalia tarehe 7 nilipost what, inakuja hapo. Then kwenye not interested ni every content, like I'm just repeating what I said. You get everything that you've ever done on Instagram, it's in your activity. Time spent on Instagram iko in your activity. So ukitaka kujua this week nimespend how many hours on Instagram, unaangalia. Kwa hiyo kama unataka kuweka limit ya kwa siku unataka spend how many hours ama how many minutes, kuna sehemu hapo unabonyeza daily limit and then let's say unasema for only 2 hours a day uwe Instagram, unabonyeza 2 hours. So every after 2 hours Instagram haifunguki, haifanyi kazi. So inakusaidia wewe kwa manageable. Now, sasa hivi tunaenda kwenye notifications. Ukibonyeza kwenye settings, usiende mbali. Ukienda kwenye notifications, hapa ni every notification ambayo inakuja from Instagram, hapo unaweza kubonyeza settings zake, and kama uko kwenye meeting and Instagram yako iko tu kila muda, pause all. Na pause every notification you are not receiving from Instagram. Yani every notification. So, after labda umeshatoka kwenye meeting yako unabonyeza turn off. Turn off every notification itakuja. But kama uko kwenye meeting una turn on. Or unaweza kaenda kwenye post and stories and turn it off. Kama utaki any notification, that's how you can do it. Like that. Siwezi nikaelezea in detail kwa sababu it's something that is very, naonyesha tu jinsi what every function does, but wewe unaweza kaenda kuangalia more slowly on your own. Tunaenda kwenye time management. Time management ukibonyeza hapo, as I said, time spent on Instagram. So, ukibonyeza time management, kama utaki kwenda kwenye your activity, just press time management, itakuleta sehemu ambayo you need to be. And then you'll see how many years you've been spending on Instagram. And then kwenye hidden words, ukiscroll chini kuna sehemu imeandikwa hidden words. Hapa hidden words ni every hidden comment, messages, comment filtering, everything, it's here. So if you have bad comments, people are like abusing you or mistreating you on Instagram, you can hide them so that other people won't see them. This it will help your brand also. Kama ni mfanya biashara na watu wanasema but usifanye, please make sure that you're very honest with your customers. But kwenye hidden unaweza hide every bad comment about your business here, kwa sababu kuna wale watu ambao they just want you to fail, so they just tell people lies about your product, about your service ili watu wasikudani. So hapo unaweza kufanya settings zako and then you can hide them. Kuna limit interactions. So hapa interactions mimi sina, but kwenye my personal kuna a lot of limit interaction settings. So kwenye limit interactions kuna sehemu unaweza kufanya settings hapa hizi same. Kwenye limit interactions labda utaki kuona post za ex wako, for example. This is an example. If you do not want to see any post from your ex, hapa turn on, and then you search the person you want to like turn off
hauoni hata stories zake, yani kama exist Instagram, you get, labda wewe msearch, but other than that hauoni post zake. Can limit interaction with that person you don't want to see. Kwenye content preferences, ukishuka chini kuna sehemu imeandikwa content preferences. Kuna sehemu ambayo imeandikwa interested, not interested, specific words and phrases, sensitive content, political content, all that. So what you need to do from that is, this is like content za wale watu ambao you do not follow on Instagram, but kuna posts zinakuja about them and you want to restrict that. So what you need to do is, kama hautaki ku restrict, kama unataka interested content, ukianza not interested content for example, utaweka every content ambayo you feel like it's just disgusting to you and you do not want. For me, all that it was just too disgusting and nika not interested. For every content from that account or people that other content that are aligning to that thing, those things ambazo nimeka not interested, hazitokuja hapo tena kwenye my for you page. So kwenye interested kuna every post ambayo I am interested in naeka hapa. So now kwenye Instagram yangu itakuwa imejaa those content. Umeelewa? Okay, kwenye specific words and phrases, hizi ni sehemu ambao unaweka every word ambao yani for example kwenye caption imeandikwa labda kitu kibaya, right? Kitu kibaya unakiweka hapa. So in every caption ambayo imeandikwa kitu kibaya, haitakuja hapa, haitakuja kwenye for you page yako kwa sababu umerestrict, hautaki hizi posts ziwe kwenye for you page yako. This will help you kama ni mfanyabiashara and you want to make your posts ama your account clean, hautaki kuweka any drama, any anything but your business. So this will help you a lot kwa wafanyabiashara. And then kwenye sensitive content ni zile content ambazo hutaki kuziona, labda za matusi, they are not good and stuff like that, and also yani hazifunguki mpaka wewe mwenyewe utake kuzifunga, na zinakwambia sasa this is a sensitive content, unataka kuona, yes okay, unabonyeza and then unaona, but if you do not want them, they won't open mpaka wewe mwenyewe utake kuopen. So mimi nimeweka standard, but unaweza kala yes, ni wewe tu. Political content, you know what I mean, like political, yani mambo ya government. And then kwenye data usage and media quality. So kwenye data usage and media quality tunashuka chini, kuna sehemu imeandikwa hivyo nilichosema, data usage and media quality. Unaibonyeza, ukibonyeza kuna sehemu una upload at highest quality, unaibonyeza, una make sure hii place iko on always, because this place will help you ukiwa na post reels ama pictures ama whatever, they will be in highest resolutions possible. But ukisema data save inamaanisha your post hata kama zikiwa na a lot of MBs, a lot of GBs itapungua, na ikipungua the quality pia inapungua. So utakuwa na post blurry, but wewe umeedit picture ambayo iko very high resolution, but ukipost huku inakuwa very blurry. So hapa kwenye settings make sure that kuna upload at highest quality, afu kwa juu ni 0. Yaani don't data save. Yes. Just kwa device permissions hapa ni sehemu ambayo una allow Instagram yako. So for example, unataka kupost picture and umegundua kwamba haitaki, na kwambia sijui permission not allowed blah blah blah. Utakuja hapo and then utakuja kwenye settings, and then utaenda kwenye device permissions, utaangalia okay, hapa kuna vitu ambavyo they are not allowed. So kwenye microphone labda utaweka allowed ama limited, vitu kama hivyo. Kwenye camera utaweka allowed ama limited, vitu kama hivyo. So that's what I'm saying. Okay, now kwenye language. So wewe labda unataka Instagram yako iwe in Swahili. Swahili. Mbona ipo? Hawataki Kiswahili iwepo. Okay, mimi sijai search Kiswahili, but a lot of languages. So unaweza kubadilisha ikawa Kiswahili. Ni wewe tu, it's just you. Okay. Haipo. Sorry. So you can't change it to Swahili, but you can change it to French, German if you're good at it. Achieving and downloading. Now, tunaenda kwenye achieving and downloading. Kwenye achieving and downloading ni sehemu ambayo unataka labda all your stories ambazo una post Instagram zote zinajisave kwenye camera roll. Labda kama unataka kuwa una repost kwenye labda YouTube, WhatsApp business, WhatsApp yako hii story, so zinajisave. Hapa save story to gallery, that's what I'm trying to say. Zinajisave and then wewe labda ukitaka kurepost unaenda tu kwenye WhatsApp yako, itakuwa tayari kwenye camera roll kwenye gallery yani. So you can just press and then repost if you want to repost them. But kama unataka tu zijie kwenye simu yako pia it's good. You can just save story to gallery. Save story to archive, you save them to archive so that maybe one day ukiwa unataka kutengeneza highlights, I'll talk about highlights in the next video or someday after like some other days I'll talk more about highlights. But save story to archive ni sehemu ambayo unaweza like kama zimeshaisha after 24 hours inajisave huko, ili uwe una save kwenye highlights, ama for labda one day unataka kuzitengeneza iwe reel, unaweza kuzitengeneza. And then save live to archive. Yeah, pia if you've entered or you have done live video,
On Instagram, you put inaenda kwenye archive. So one day you want to repost it, you can repost it easy. Inaenda kwenye family center. Sasa hapa mama, mimi sijaiweka kwa sababu mimi sina mdogo yoyote ambaye ni mtoto ana simu. Wadogo zangu wote wana simu, so mimi sina hiyo family center. But unabonyeza family center and then nitakuleta hapa. So hapo utasoma everything ili ujue the main thing about family center. Mostly ni for teenagers, small, less than 18-year-old children, because Instagram in a lot of things that people under 18 shouldn't see. Okay, so you make sure that there is this settings ili mtoto wako akichukua simu hatakuwa shocked and akaona kwamba maisha yanaenda kasi sana. Okay, just in case, make sure iko kwenye family center. Get started, unaweza get started, and mtoto wako atatumia hiyo section, itamsaidia, secure ama itamprotect from very weird posts and very sensitive content, if you know what I'm saying. Naenda kwenye accessibility and translation. Okay, hapo juu. So kwenye accessibility and translations, hapa translations ni sehemu unataka every text ambayo it's not in English inakutranslatea in English. So kwa wale wa German, wa French, wanaoandika in French, ukienda kwenye translations hapo, text on reels, yani you can see it. You can see the translation. You don't have to like stress out. Get. Kwenye captions ni sehemu ambayo labda ni real, mtu anaongea, ukibonyeza on inakusomesha, inaandika, yani kama subtitle ya hiyo reel. So mimi nimeweka off, but unaweza kuweka on. Kwenye dark mode, if you want your phone to be on dark mode like that, it's like that. But me, I do not want, so off system default. Okay. What else? Sharing and reuse. Ukienda chini, sharing and reuse. Iko hapa. Sharing and reuse. So hapa kama utaki watu wa download vitu vyako, your videos or your posts or your whatever, you just switch them on and people don't download it and they can't share also. So you can make people not share your videos, your posts, or like download them. Restricted. This is where you need a break from someone. Amekuwa akipost a lot of product pictures and you're tired. You just wanna, for now, leave me alone. You get? Yeah, I know you know what I'm saying. So hapo unawekea notice, like unaweka you want to be interacted with a post for a while, with their stories for a while. If you're on a break with your ex and you want to not break up, but you know, just a break, you break them here. Okay, I'm sorry. I think that's it. Kwenye tags and mentions, you know, like this is where you allow people to tag you, you don't allow people to tag you, and you manually approve tags. You know, you review them, you allow people to mention you, don't allow people to mention you on Instagram. So this is everything about Instagram. Not everything, but some of the settings ambazo unaweza kuziweka kwenye Instagram. Next time, not next week, because I think next week itakuwa a vlog, nitawaletea another part of this video of settings and activity. Maybe tutaingia kwenye account center, we do not know that yet, and nitaonyesha jinsi ya kufanya content scheduling on Instagram, but nitakuwa tayari na kuna post yangu ambayo I will be posting this week. I've already posted. The time you're watching this video, I've already posted it on my Instagram, so you can go and watch it, how you can schedule your post on Instagram. But pia nitatengeneza YouTube video about it. And then what else? I think that's it for now. Nimeongea sana mpaka nasikia kama hapa panawasha. But anyways, thank you guys for watching my video and reaching here. You just subscribe there down below and then you like, and then that's it. That's how much I love you guys. I don't want a lot of things from you. I just want you to subscribe and like. That's it. If you want to comment, that's a bonus. You comment down below and then you'll be friends, and then you'll be the one of the persons that get notification as soon as I just post my videos. It's that simple. And I also post on Instagram 4 times a week now. I niliacha kupost, niseme tu niliacha kupost, nilikuwa na post once ikiwa na muda, and now I'm back. I post every single day for 4 days a week, and I want you guys to go check that page out and follow. Just follow. Imagine, just follow. Don't do anything, just follow. By the way, I'm not offering any coaching or any stuff, so please do not follow me on my inbox and tell me, oh, I want you to coach me. I'm not coaching anyone, because naanda kitu kizuri for you guys. So coaching time is gone. For now, I'm going to get more of my time to the thing that anawaandalia. So yeah, imagine that's it about this video. Like, you now, your homework is just go angalia nilichokuwa nawafundisha, nimeweka hapa everything nilikuwa nawafundisha. So ukienda, go and check them out and then see if you can do the settings, and then if you have, screenshot and send it to me on my email, or you know, just comment down below that you've done such settings, and then I'll be congratulating you on my stories in Instagram. That's all about this video. See you in the next one, and make sure that you subscribe and like this video and comment down below if you're a real one. See you in the next one.
Bye.